Kwa hiyo kama chuo lazima kiandae mitaala inayoendana na soko. Ni utaratibu wa kawaida, kila baada ya miaka 3 5 wanabadilisha. Mwaka huu wanapokuja na swala la mtazamo wa kuangalia namna gani rasilimali watu inaweza ikafanya kazi kwa bidii bila kuwa na hofu na kwa kujiandaa hata katika mazingira ya kustaafu. Kwa ni swala la kawaida. Wao kama chuo cha Benki Kuu wanao wajibu wa kuangalia mazingira ya taasisi zote za fedha nchini na kutengeneza utaratibu utakaowezesha hizo sera sasa zikifundishwa kwa wale wanaohitimu, watakapokuwa wameajiriwa waweze kujipanga vizuri. Kwa maana kwa mfano tunaongea kuna swala la human resource planning. Kwa ni swala la mkakati wa kawaida, kila taasisi inakuwa na uendelevu wa watumishi wake, afahamu ni lini wataajiriwa, lini watastaafu, ili anapoanza kudesign program zake wale wanaoingia kazini awafahamishe kwamba mmeajiriwa, lakini ipo siku mtastaafu. Kwa hapo watakuwa na uwezekano wa kufanya kazi kwa bidii bila kuwa na hofu na kuendelea kujipanga, ili hata watakapostaafu wasiwe na changamoto za kimaisha. Baadhi ya mabenki yamefungwa na ukiangalia au mengine yamefanya vibaya, yameunganishwa pamoja, na kitu kikubwa kinachochangia tunataka kuwa ni mikopo chechefu. Sasa mikopo chechefu imetokea wapi? Imetokea kwa sababu maafisa wa mabenki wanapokwenda kufanya tathmini kwa wateja wengine sio waadilifu. Kwa maana sasa hili somo linakuja, hii kongamano linakuja na hii topic kwamba hebu tuwaandae watu kwamba unapojiandaa kustaafu usiharibu na kufanya kuwa mtu kutokuwa mwadilifu, wizi na kuungana na wateja ambao sio wazuri katika kutaka kuifilisi benki. Maana unapotoa mikopo sio kuwa na viwango na bila kuangalia vigezo muhimu vya kutoa mikopo, kisa unataka hela ya rushwa na kwenda kuiangusha benki. Sasa kongamano kama hili na kitu kama hii ya kujiandaa kustaafu, lakini bila kuharibu ni kama sera, taratibu, miongozo ya kazini ni muhimu sana, ili utakapo staafu uko nyumbani, uko umekaa, umeshamaliza muda wako wa utumishi, uko na amani, kwa sababu unajua huna mawengewenge nyuma yako.